one more, moja zaidi. Karibu tena. Leo nitaenda kuongelea mada ya stress na maumivu ya mgongo kwa juu, upper back pain wanaita stress, ambazo zinapelekea upper back pain, stress zinazopelekea maumivu ya mgongo kwa juu. Tafiti zinaonyesha kwamba vijana wengi, kwa maana ya kwamba kuanzia miaka 20 mpaka miaka 40, hapa vijana wa umri huu wengi wao wanakutana na tatizo la either upper back pain au lower back pain, maumivu ya mgongo kwa juu au kwa chini. Sasa hii yote huwa inasababishwa na stress. Vijana wa umri huu wanakuwa wana mawazo mengi, wanawaza mafanikio, wanapambana, wanalala muda mdogo, hawalali vya kutosha na nini. Kwa hiyo wanakuwa na mapambano mengi ya maisha. Lakini leo nisitakuwa na maneno mengi sana, nimekuja kuleta solution moja, nimeleta njia moja ambayo ni njia bora, ambayo ni jibu katika njia hizi. Hii njia inaitwa ni namna ya kupunguza maumivu ya mgongo ya juu, upper back pain, kwa namna ya kulala chini, kulala kwenye floor. Twende darasani. Na vile unaona picha hii, mfano wa picha hii, huyu ni mwanamama amejilaza, huyu amejilaza hapa, na hii ni floor. Sasa ulalaji huu ukoje? Unaweza ukaweka kitu kichwani kama huyu bwana hapa alivyofanya, sio chali. Kuna huyu bwana hapa kama jinsi bwana alivyofanya hapa, unaweza kuweka mto kama hivi, utakusaidia. Lakini pia unaweza kulala bila mto kama huyu mama, au kama huyu mtoto hapa. Pia unaweza kuweka mkeka, unaweza kuweka kitu laini kama hichi ambacho unakiona, unaweza ukaweka shuka, au unaweza ukasafisha tu floor yako kalala hivyo hivyo. Lakini ili mradi uweze kuhimili maumivu ya juu ya mgongo, upper back pain, ni kwamba unatakiwa ulale sijui ndio tunaita ni chali, kwa maana unaangalia juu, sio hivi kiupande kama huyu kama huyu mtoto. Unalala ukiangalia juu kama huyu mtoto, mfano tosha. Japo katika ulalaji watu wanaogeuka anza huko kule, lakini unatakiwa ukiwa kwenye consciousness yako na ujue kabisa target yako, unalala ukiwa umeangalia juu kama huyu mtoto kwenye picha jinsi unavyomuona. Unalala namna hiyo ukiwa umeangalia juu, na mgongo wako, sehemu hii ya mgongo hii, kwa sababu hapa kwa huko kwa nyuma yake hapa ndio sehemu ya hiyo mgongo hiyo kwa nyuma hapo. Sasa ukihakikisha hiyo sehemu yote imelala chini, na ukiwa umelaza hiyo sehemu chini, umetulia katika usingizi wako. Ukifanya hivyo siku ya kwanza, ya pili, mpaka wiki, mpaka miezi, bado hujazoea. Mwanzoni itakuwa ni ngumu kwa sababu kuna maumivu utakuwa unasikia, mwili utachoka, viungo vitaumia na vitu vya namna hiyo. Nakumbuka usilale upande mmoja sana, hakikisha unalalia mgongo, vitu vya namna hiyo. Na ukifanya hivyo, kisha floor yako inakuwa safi wakati wote. Iko safi kuepusha vumbi, ili mradi usije ukapata magonjwa nyemelezi, kwa sababu floor ikiwa chafu mwisho siku usije ukapata matatizo ya mapafu, ambao pia yamesababishwa na mavumbi na uchafu wa namna hiyo. Unatakiwa floor yako iwe safi. Unashauriwa kusafisha floor yako kadri unavyoweza, kama hata mara 3 mara 4, yani pawe safi kadri unavyoweza, pasiwe chafu hata mara moja. Na nakwambia umuhimu wa kulala hivi. Ukilala hivi baada ya wiki moja, wiki mbili, mwezi, ukishazoea, wewe mtu atakuita saa 8 usiku, saa 9 usiku, hata kama usingizi fudifudi ule fofofo ule ambao umekufa kabisa, akikuita ukipata tu akili, wewe kujinyosha kwako ni story, wewe ni kuruka na kuondoka. Tofauti na kwenye godoro na magodoro yetu ina viwango vidogo, una nafasi ndogo sana ya kuweza kuamka na kuondoka, lazima ujinyoshe. Hapo uhitaji sana kujinyosha. Na pia kuna siri kwenye kulala kwenye floor. Kulala kwenye floor, watu wengi katika tafiti ambazo zimefanyika, watu wengi ambao wameishi miaka mingi, pia ulalaji wao ulikuwa ni sababu kubwa. Wengi hawakupendelea sana kulalia godoro na vitu vya namna hiyo, au kama godoro basi ni godoro lenye kiwango cha juu. Nasema ukilala kwenye floor unaweza ukaishi muda mrefu, kwa sababu unalala kwenye floor, unaruhusu mwili wako
uweze kusukuma damu vizuri. Ile tunasema circulation ya blood katika mwili wako inakuwa ni nyepesi. Unafanya damu yako nyepesi kuzunguka. Na ukifanya mwili wako damu yako nyepesi kuzunguka, maana yake shughuli za ndani za mwili, metabolic activities, shughuli za ndani za mwili hazitusumbua, zitakuwa zinaenda vizuri kwa sababu damu yako inazunguka vizuri. Na huu ndio umuhimu wa kulala kwenye flow. Lakini pia kama nilivyokuambia, maumivu ya mgongo yanakuisha. Hakikisha umelala mgongo ukiwa chini pale, umeangalia zako juu. Hata ukistuka kwa upande rudi tena wewe angalia juu. Ndugu yangu, hii ni automatic. Ile kama ni maumivu yalikuwa chronic hapo pale, yanakuisha. Nje na mazoezi ambayo yapo unaweza kujiongezea baadaye, lakini hii mtindo wa maisha, hii lifestyle pekee yake ni inatosha kabisa kukutoa katika hiyo hali uliyokuwa nayo, katika hayo maumivu uliyokuwa. Najua vijana wengi watanielewa. Najua vijana wengi mtanielewa. Na maswali yako uliyokuwa nayo yashushe hapo, nitakujibu kwa sababu unakopa kitu ambacho ni experience yangu, nimefanya hivyo. Na hivi nakwambia mimi ni mtu ambaye shahidi ndiye hai naweza kusema hichi kitu. Stress zipo, mawazo yapo, lakini hakuna tena maumivu ya mgongo. Hakuna ile back pain tena ambayo inasababishwa na stress nyingi sana. Mwisho kabisa ningependa kusema sisi ni vijana tunatafuta maisha, baadaye tutazeeka. Sio mbaya kuwaza kukosa usingizi, na hata video nimefanya usiku. Sio mbaya, lakini tusiruhusu stress zisizidi maisha yetu ya kawaida. Na kama inakutokea hivyo, basi hii ni moja ya remedy, home remedy ya kufanya pale ulipo. Karibu sana, jifunze na mimi. Mimi nitakufunza mambo mengi, mahusiano, namna ya kufanya, siasa, mambo mengi tutaongea. Karibu. Leo nilipenda kushare na wewe hii ili tukuze maumivu ya mgongo. Karibu sana. Moja zaidi.